Unatazama Ndizi TV Afrika. Na mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu kwenye Mpasho saa 7, ikiwa sasa hivi ni saa 7 kamili masaa ya Afrika ya Mashariki, na kualika ili niweze kukuarifu mengi zaidi ambayo yanaendelea kutokea kutoka kaunti zetu 47 mchana wa leo. Langu jina Jacinta Nyabeta, mtafsiri wa lugha yake ya ishara ni Lydia Mose, na mwelekezi wangu Abigail Nyanchama. Na tukianza na siku ya leo, bado usaili wanio ama wanaoendelea kuwania nyadhifa tofauti haswa za makamishna wa tume ya IEBC umeendelea hii leo jijini Nairobi, huku leo ya asubuhi wakianza na James Leiro Letangule kutoka Baringo, aliyefuatwa naye James Nyamongo, na pia tunaitarajia ama wawaniaji 111 wanatarajiwa kuingia kwenye usaili huo na kufanyiwa usaili na jopo hilo la uteuzi wa IEBC, na shughuli hii inaendelea kwa muda mpaka tarehe 25 mwezi huu, ambayo ikiisha tunatarajia kupata makamishna 6 wa tume ya IEBC pamoja na mwenyekiti. That one I made it very, very clear. And some were hostile, I can tell you. And in my public also, I've interacted, especially in the Public Investment Committee and Public Accounts Committee of Parliament. I've been involved as a public servant and as a finance person. I've been interacting with them in Parliament in several occasions. Political parties, they will play a big role. Because one of the areas whereby when you are talking about doing the referenda, carrying out election, we bring in the electoral law, like the Election Act of 2011 and other political parties act. Then those are the actors which you are. So there is no way we are going to avoid this one, especially in IPC. You have to involve them, especially on vote education, and also carrying out when you are updating the role of voters in the register. So there is no way we are going to meet it, and we are going to do away with political parties. You have to get involved to work with them. So how will you involve them in voter education? Well, one of the areas which you involve political parties is once there is a mandate whereby stipulated in the Political Parties Act, especially on voter education. You must have, if you are going to be having various parties involved, you have to bring them in when you are calling out education, so that you know that you are calling out something which is balanced, so that no political party would say that they were alienated from participating in educating the voters. How? Well, in formulating the educational strategy, for the education strategy, you have to bring them in, because that's what they are existing. You have to bring them in so that they can give you the inputs. Thank you very much, Mr. Nyamongo, and I wish you luck. Thank you very much, Chair. Na tukisonga mbele ni kwamba gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza amefichua kwamba kaunti zote 47 bado hazijapokea pesa za shilingi bilioni 63 za mgao wa mwezi wa Februari na mwezi wa Machi mwaka huu. Kiongozi huyo akizungumza kwenye hafla ya kupeana mbolea kwa wakulima, gavana huyo alisitiza kuwa utoaji wa pesa na huduma umeathirika haswa kwenye kaunti zetu tofauti kwa sababu ya ukosefu wa fedha ambazo hazijatolewa kutoka kwa serikali kuu. Mwezi wa pili tunadai serikali kuu shilingi bilioni 31, all the 47 counties. Mwezi wa tatu tunadai serikali kuu bilioni 32. So in total what we are asking the National Treasury to release in 47 counties ni shilingi bilioni 63. All those funds have not been released,
na tuko na majukumu ya kufanyia watu wa Kakamega and all the 47 counties. So I want the National Treasury to expedite the release of all the pending disbursements for the 47 counties. Na mwisho kabisa, I also want to pronounce myself kwa hiyo mambo ya fourth formula ambayo inagawanyisha counties zote. That fourth formula basis is discriminatory, na sisi tumeambia senators wetu wakienda kwa Senate, we want you to reject the fourth formula for revenue sharing for 2025 up to 2032. Na tukisonga mbele, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameendelea kusisitiza kuhusu vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya, akisisitiza kuwa vita dhidi ya ufisadi vitasaidia kwa ustawi wa taifa la Kenya na pia kuleta maendeleo endelevu nchini. Haya yakijiri, kiongozi huyu anatarajiwa kuendelea na shughuli yake ya ziara ya wiki nzima katika eneo la mkoa wa Pwani, ambapo anatarajiwa kufanya shughuli tofauti haswa kuhakikisha usalama uko katika eneo hilo. To make sure that we become faithful in the service we serve, and corruption must be dealt with, and it is only corruption that is making people lose faith in government, and particularly corruption at kwa hiyo village. Unasumbua mama mboga, mtu ya bodaboda. Mmesikia kwa hapa ripoti, tumeambiwa bodaboda, watu wanasema mpaka mtu ya bodaboda anajua anajua ati ikifika police stop fulani, yani ashashika tu mkono hivi, anakunja, akisimama anawaachilia, anaenda. No, we cannot continue like that. And I want to say here that we must confront, if we want our country to be safe, we must confront the disease called corruption. Na imetuharibia jina idara ya polisi, imeharibia jina watu wetu wa administration, imeharibia jina the entire government. We must confront the monster of corruption, even at the lowest level, because I know kuna watu wanasema wanatuambia hata mnafukuzana na polisi, amechukua tu pesa kidogo kwa traffic. So kuna wezi kubwa huko Nairobi, sinyi mngangane na wale kubwa. Hata huyu ndogo ndio kwanza anaumiza zaidi, ana propagate your culture, anaenda kuumiza mama mboga mwenye hata ana shilingi moja. So there is no Na tukisonga mbele, vijana kutoka eneo la kaskazini mashariki wamehimizwa kujiunga na kuwa mstari wa mbele katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa kupitia uvumbuzi wa suluhu na tatizo la hilo mashinani. Na pia wakizungumza, wameshauriwa kupanda miti na kujihusisha na kilimo katika mkutano ambao uliletwa pamoja na wanaharakati wa mazingira katika kaunti za Garissa, Wajir, Mandera na kaunti za Isiolo. To join the Inclusion Climate Innovation Lab in order to enhance my skills, to learn more about how to deal with challenges that are mostly caused by the climate change. Through this movement, we have managed to empower students in more than 20 schools. We have planted more than 1,000 trees for the past 2 years. Having a background in agriculture, my goal is to educate my community on climate smart agriculture, and I hope they'll adapt it. And in future there will be low dependence on food aid, and we can be food secure. We managed to brainstorm to understand some county specific and even develop a regional document with all these climate related issues, mitigation measure, and what young people are doing. Everything was done through a youth lead perspective and from the gender perspective.
Naam, na tukisonga mbele kwenye kipindi chetu ama kwenye taarifa zetu, tunaendelea baada ya shindano la Moment of Inspiration Kenya Awards almaarufu Moika kukamilika wiki jana. Runinga ya Ndizi TV inasherekea ushindi mkubwa kutokana na kushinda mataji matatu. Kampuni ya ujenzi wa Finetuf na kampuni ya usafirishaji na uagizaji ya Moving Dreams chini ya mkurugenzi Mary Shiro zilishinda zawadi kama kampuni bora katika sekta ya ujenzi na usafirishaji na uagizaji mtawalia. Kwa upande mwingine, Dan Oyo aliweza kuibuka na taji la msanii mbunifu zaidi baada ya kuunda nembo zinazotumika kwenye vikundi vya wanafunzi kwenye vyuo vikuu vya Kiambu na Mount Kenya mtawalia. Runinga ya Ndizi TV Africa iliweza kunyakua taji la televisheni ya mwaka kwenye mashindano hayo yaliyofanyika Thika kwenye kaunti ya Kiambu. Washindi waliweza kuhimizwa ili kujituma zaidi kupata kwa yale yote ambayo wanaendelea kuyafanya na kutia bidii kwa yale yote ambayo wanaendelea kuyafanya.